Yes sir. Okay. Bwana naitwa DJ Panado, ukipenda niite mtoto wa shangazi. Bwana mzigo wetu hapo utaupenda kinoma noma. Ni mzigo ambao unatufundisha wana ulimwengu, usimdharau mtu ambaye hujui kesho yake. Sasa kuna hii filamu jamaa alijifanya kama tajiri hivi na mwingine akajifanya kama maskini, na mtoto wa kike akachagua tajiri kumbe ndo maskini na akamwacha maskini ambaye ndo tajiri kiuhalisia. Sasa usimdharau mtu usiyemjua. Picha yetu inaanza kutuonesha bi mkubwa mmoja hivi. Sasa anamtuma sokoni, na sokoni kwenyewe ni mbali unaambiwa. Sasa dada akaza kana sema usingenipatia hata nauli. Akasema nauli ya nini? Yaani kupatia nauli wewe? Hebu sikia, Manzese tu hapo karibu na hapa ni Tabata. Si unatembea tu unapita shortcut tunaenda gengeni, mpumbavu. Basi akaanza kukata mitaa mtoto wa kike. Mtoto wa kike anaenda kwa jina la Jamaima. Jamaima akawa ameitwa na mshikaji. Mshikaji bwana anaitwa Malik. Malik akamwambia naomba nikupe lift. Jamaima akasema hapana kakangu, mimi siwezi, naomba tu nikate mitaa. Lakini mwana akamshawishi mpaka bidada akakubali. Akazama kwenye ndinga japo ni mkweche kinoma noma, yani kuwaka mpaka usukume. Basi akaweza kumfikisha mpaka mitaa. Akasema mimi naishi tu kwenye hiyo nyumba, lakini nashukuru sana, naomba siku nyingine usije ukasubutu kunipatia lift, maana mamangu akigundua. Mshikaji akasema usijali, basi tutakuwa tukiwasiliana. Lakini bidada akasema ana simu. Mwana akatoa line yake akamwachia simu yake tena ya gharama. Hapana, mimi siwezi kupokea hii simu. Sikia, chukua tu hii simu, haina shida, hakuna kitu chochote kile. Basi bidada akapokea ile simu na akanaingia ndani. Mwana akajichenga. Sasa huku bi mkubwa akamwakia kinoma noma. Ulikuwa wapi? Muda wote mimi nasubiri chakula, kumbe kuna sehemu ulipitia. Eti niambie ulipitia wapi? Akamnasa kibao pale. Unanijibu, yani umeacha kunijibu ulikuwa wapi? Unasema nilikuwa sokoni. Mama, sio nituma sokoni. Hata kama nikutuma sokoni, imepita masaa 3 na kusubiri hapa. Tena kausha, kaa kimya mpumbavu wewe. Nenda kaniandalie chakula huko na dakika 2 nataka chakula kiive. Sawa? Basi akamfokea pale na akamfukuza. Aise, umama ni gaidi kinoma noma. Sasa umama ni mama wake wa kambo, anamtesa kinoma noma bidada kumuitaga Jamaima. Kuna dada mwingine hapa kana ingia. Huyu dada anaitwa Cynthia, ni mtoto wake na ubi mkubwa. Kaambia pole sana. Mtoto akasema anajisikia malaria. Malaria? Ndio, pole sana mwanangu. Basi akana mkumbatia pale akasema sawa, hebu twende ukapumzike kwanza chumbani. Akana mpeleka kule chumbani. Huku akamuita dada ya kazi. Hasa akana muita Jamaima kama amechelewa. Jamaima amekuja hapa. Sikia, yani wewe ufanye chochote kile. Unafanya nini kwa jikoni? Mama, lakini si nipo napika. Sawa, hebu andaa supu kali kabisa kwa ajili ya mtoto wangu. Si unajua ndo amekuja. Fanya haraka. Afu simamia hapa. Mama tafadhali. Basi akaenda kuandaa supu pale. Basi akamwambia sikia, hebu hii supu kama haijaiva basi tutakuivisha supu yako ya mashavu. Hebu toka hapo. Kwenda huko mpumbavu wewe. Jiangalie lilivyo. Shamba kinoma wewe. Basi akasema mama, lakini mbona mfokea sana? Akasema lazima nimfokee kwa sababu hawezi kwenda bila kufokewa. So unajua ni kama punda tu mama, lakini inabidi upunguze. Hata kama mwanangu siwezi kupunguza. Wewe unajua tena hebu kunywa supu hapo. Akana mnyosha supu pale mtoto wake. Anampenda kinoma noma. Sasa leo simu imeita bidada, aliyepiga simu ni mshikaji Mark. Mark akasema tafadhali kesho tunaweza tukaonana. Akasema hapana, kesho mimi nitakuwa niko busy na kazi. Mark akamuomba kweli kweli waonane. Bidada kana goma pale akasema hapana Mark, naomba usipige tena simu. Kweli bwana, asubuhi ilivyofika bidada akaja kukutana na Mark. Sasa Mark akamwambia naomba nisimulie. Bidada akasema unaponiona mimi hapa ni mtoto yatima, babangu, mamangu walishafariki, naishi na mamangu wa kambo, ananitesa, hataki kabisa chochote kitu mimi nipate pale. Mwana akampiga kisi pale, akamwambia sikia, mimi niko na wewe sawa? Sasa mama akawa ameshuhudia kwamba kuna mtu alikuwa anaongea. Na akamwambia unaongea na nani? Mama, hakuna mtu yoyote yule. Hakuna mtu yoyote. Sasa sikia, ole wako nije nikuone eti unasema habari za wachumba hapa. Mama, hapa habari za wachumba zimetokana na nini? Haya, nenda kapike huko. Basi akawa nenda zake kupika huko. Oya, noma sana ubi mkubwa. Temu hizo akamwambia afu sikia, hakikisha unapika chakula kizuri Tunaletwa baada ya wiki moja hivi tunamkuta binti. Kumbe binti bwana ni mwanafunzi, ila mama yake aisha mkataza kuelekea huko shuleni na ni mwaka wake wa mwisho huu. Mara simu yake inaita na itoa kwenye tight. Basi mshikaji akampigia simu pale. Akamwambia hebu naomba tuonane basi. Bidada akasema lakini ni mapema hiyo ujue. Mwana akasema hata kama ni mapema ujue nimekumisi. Naomba tuje tupange kila kitu ambacho tulikizungumza. Sasa mzigo unatutupa mida usiku hii. Unaambia kwamba bidada anakurupuka. Nani anagonga mlango huyu? Oya, anaenda kufungua mlango, alikuwa ni Malik. Wewe Malik, nini shida Malik? Malik, ujue mama yuko
Mwana akasema hata kama yuko wewe haina shida bwana. Timu hizo Bi Mkubwa akawa anatimba, huyu ni nani? Ni nani yako huyu? Mshikaji akajitambulisha paka, sasa mimi naitwa Malik, ni rafiki yake. Nani amekualika hapa nyumbani kwangu usiku? Hamna aliyenialika, nilikuja kumuona rafiki yangu Jamaima. Kwa ni mpenzi wako? Lakini Malik ondoka bwana, Malik ondoka. Ondoka kwangu. Bi Mkubwa akaweza kumfukuza Malik pale. Ikabidi Malik aondoke. Sasa kizaza kwa bidada wa kazi. Sasa akamwambia njoo. Sitaki maelezo yoyote. Kneel down. Unajua nini kinafuata Utapiga magoti hapo chini mpaka asubuhi. Na wale wako sijui ufanye nini. Yaani nitakutandika wewe. Anaomba msamaha pale. Oya alipigwa kinoma noma. Sasa asubuhi inapopambazuka, oya na makovu kinoma. Cynthia alikuwa shuleni. Anarudi anakuta dada yake ana makovu. Akamwambia dada nini? Akasema ndio hivyo Cynthia, mama yako ananipiga, ananitesa. Basi Cynthia alikuwa na roho nzuri kinoma noma. Akamfuata pale akamtuliza akamwambia sikia, kila kitu kitakuwa sawa. Muombe tu Mungu. Ni muombe Mungu nini? Mali za wazazi wangu. Bado mama yako ananitesa. Roho inaniuma mimi. Roho inaniuma, siwezi kuvumilia. Ujue kabisa yani siwezi kuvumilia kwa mateso ambayo mama yako ananipatia. Umeona bwana? Sasa ikabidi Cynthia aje kuzungumza na mama yake. Mama, lakini naomba tu mruhusu dada aende shuleni kumalizia mtihani wake. Basi mdogo akaitwa. Mama akamwambia sikia, jiandae kesho uanze kwenda shuleni, sawa? Ukamalizie masomo yako. Vipi umefly? Ndio mama, nimefly. Basi unaambiwa kwamba yani kipenzi chake ndio huyu Cynthia tu. Cynthia akizungumza neno mama anakubali. Mdogo akamwambia mshikaji kuwa tayari anarudi shuleni ila uniform hana. Mwana akamwambia twende nikakununulia uniform. Kwa mshikaji anaanza kumdhamini bidada taratibu. Unaambiwa kwamba akamwambia sikia, sasa kama utarudi shuleni basi mimi niko tayari kukuhudumia, sawa? Kila kitu ni juu yangu, sawa? Madaftari, uniform, najua uniform hauna. Basi kweli Mwamba akamnunulia uniform na tayari kuanza kumpeleka shuleni. Asubuhi iliyofuata basi amembeba na mpeleka shuleni kama kawaida. Baada ya masaa kadhaa hivi kurudi anamrudisha shuleni. Ikawa ndo kila siku anafanya hivyo mshikaji. Basi bidada anaondoka zake na mwana anamwacha pale. Oya sasa mama leo kamfumania. Akasema umetoka shule unakuja na kataksi kenye kabovu. Hivi unafikiri utafaulu? Alimcheka kinoma. Yani alicheka kishenzi unaambiwa ise. Akasema yani watu wengine wanafurahisha. Haya baada ya miezi mitatu unaambiwa kwamba bidada aliweza kufaulu na amejiunga na chuo kikuu moja kwa moja cha nursing. Basi mwana akamwambia sawa kama umejiunga basi, lakini rafiki yangu yani hapa sielewi chuo nitaenda kulipa nini na sina mkopo. Sasa huku mwana akamwambia sawa mimi nitakulipia. Bidada akana jiandaa kuelekea chuoni. Akanamwambia mama tafadhali naomba nisaidie na nauli ya kuelekea chuoni. Mama kama msikii hivi yuko busy tu na mambo yake. Akamwambia unataka nini? Unataka nauli? Sikia, mimi sina nauli bwana. Hebu nenda zako huko. Lakini bidada akalalamika pale, akasema mama, tafadhali nipatie nauli. Nikupatie nauli gani? Mimi ndio nilikupeleka chuo huko. Mimi sikupeleka chuo bwana. Unaweza kutembea tu. Yaani ngazi kwa ngazi. Si unatembea tu taratibu bwana, mlimani hapo karibu. Hasa huko Tabata hadi mlimani ni suni hapo sasa hivi tu hapo. Basi bidada ikabidi aamshe popo ase. Akamwambia sawa naondoka. Ondoka na usije ukarudi tena hapa. Tunatupa baada ya miezi mitatu bidada chuo akawa anaendelea, lakini kuishi akawa anaishi kwa mshikaji huko. Na mshikaji akamwambia sikia kila kitu kitakuwa sawa tu. Na bidada leo akamwambia kuwa aise inahitajika ada kule chuo. Kwa hiyo mwana hana hata pesa hapo. Akasema ngoja kwanza nitajua cha kufanya. Basi wakawa napendana kinomo naambiwa. Mwana akamwambia sawa nashukuru sana kwa mapenzi yako. Na bidada akamwambia asante sana kwa kunihudumia. Lakini hapa mshikaji akawa anajifikiria hizo pesa tazitoa wapi? Ni kama 1.5 hivi inatakiwa. Basi akamwambia sawa mimi nitaenda kupambania. Sawa lazima tu tutapata hizo ada. Basi bidada akamwambia kula mara mwisho. I love you very so much. Sasa leo mshikaji alichoamua kufanya ni kuuza gari lake gereji. Akamwambia mshikaji wewe asikia, wewe nipatie tu 1.5. Mwana akasema labda 750,000 nitakupatia. Mwana akasema 700,000 tu. Basi poa. Wewe nipatie hiyo 700,000 haina shida. Mwana alikuwa na vya kiba hapo. Lengo auze gari akamlipia ada tu yule rafiki yake ambaye anaitwa Jamima. Unaambia kwamba mwana alikuwa na utu vibaya mno. Akamwambia sikia, hilo gari mimi nakuachia tu. Wewe chukua na funguo na kila kitu kipo humo kwenye gari. Sawa? Basi huwezi amini. Mwana akaweza kuliuza gari lake. Na hapa anarudi anamwambia kwamba nimekutumia pesa angalia. Bidada anashtuka, wewe pesa umezitoa wapi zote hizi? Mwana akasema, nimeamua niuze kagari kangu kale ambako. Lakini kwa nini umeuza pasipo kuniambia? Nimeogopa kukwambia kwa sababu wanawake mnakuaga mna mambo mengi. Ungekataa labda. Akamwambia lakini sio vizuri. Sasa utakuwa unapata wapi pesa? Mwana akasema yeye mtoto wa kiume atapambana. Kweli bwana, asubuhi inayofuata
Msela kaingia kupambana. Oya ameanza saidizi fundi nini, unajua tena mwanaume ni mwanaume tu. Akanamwambia tafadhali utakuwa nilipa buku 2. Jamaa akasema nitakuwa nakupa buku tu, hebu amishe hizo mbao zote. Kwa hizo mbao zote napanga huku narudisha huku ni buku. Ndio, panga mbao zote, nitakuwa nakupa buku kwa siku. Basi Msela wetu akasema sawa. Haya bwana, leo unaambiwa kwamba bidada akawa na rafiki yake wanatembea hapo. Yuko na rafiki yake anaitwa Helena. Sasa kuna tajiri mmoja huyu bwana anaitwa Romeo. Romeo akamuita pale. Akamwambia samani bibi, kama utojali naomba tuzungumze mara moja. Akamwambia lakini mimi nina mchumba, hata usijali, labda zungumza na rafiki yangu huyo hapo. Sasa unaambiwa kwamba akasema sikia mimi na mchumba. Wewe ana mchumba bwana, wewe zungumza naye tu. Mpe tu namba ya simu, haina shida, mtazungumza naye baadaye. Basi Msela hapo akaamua kutoa business card. Akamwambia asante sana, huyu Helena ni rafiki yake na Jamii. Unaambiwa ni wanachuo wote. Basi wanaondoka pale, kisha Msela anamuona. Sasa leo anasema mpigie basi, sikia. Mpigie basi yule, ongea naye. Hivi unafikiri Maliki atakupa nini? Maliki ana cha kukupa ujue. Yaani Maliki ana lolote lile. Maliki ni kweli, Maliki ana pesa bwana. Umesikia? Basi unaambiwa kwamba hapa bidada anamwambia kuwa ampigie huyo tajiri ili aweze kuzungumza naye kwa sababu sasa hivi Maliki ana pesa. Umeona bwana? Hawa wanawake ni wasaliti. Kisha kampigia mshikaji, akamwambia ndio mimi hapa naitwa Jamaima. Jamaima naomba kesho tuonane basi. Sawa kama utojali Jamaima akasema sawa tutaonana. Lakini Msela akasema ila mimi nakupenda, masuala kuniambia una mpenzi mimi ndo sitaki. Umesikia Kama unataka kuonana na mimi kila kitu nitakupatia pesa. Yaani kila kitu unachokitaka cha chuo. Basi bidada kajawa na mawazo sana. Sasa leo hii mshikaji anakuja hapa. Anamwambia mbona siku hizi umebadilika? Bidada akasema sijabadilika bwana, lakini mwana akasema nimekuletea zawadi. Sasa uwezi amini, zawadi anayokuja kupokea kwa mshikaji hapa Romeo ni zawadi kubwa sana. Mwana akamwambia hiyo zawadi nimetumia milioni 2. Bidada akasema nashukuru sana, na kule mshikaji ametumia kama 2500 hivi ambayo walimpatia zawadi. Kwa hiyo bidada ametokea kuvutiwa na mshikaji. Pesa ni mwanalamu. Bidada amemsaliti mtu aliyemsaidia. Sasa leo amefika hapa. Helena akasema muona sasa nikwambia, angalia vizawadi alivyokuachia hivi vya 2500 na milioni ngapi hizi. Basi leo mshikaji akawa yuko hapa na shangaa bidada na manguo. Akamuuliza hizo nguo nyingine umezitoa wapi? Bidada akamwambia hamna bwana, hizi nguo ni rafiki yangu alinipatia. Nguo mbona kama za bei sana? Akasema hamna bwana. Siku inayofuata bidada akaenda mpaka kwa mshikaji magetoni. Sasa Romeo anaishi kwenye mjengo mmoja peke yake wakishua kinoma noma. Sasa ukutani kuna picha ya mwanamke pale, lakini bidada hakuitazama vizuri. Sasa akamwambia nimeenjoy sana. Romeo ameweza kula huyu bidada tangia mshikaji amemsaidia hajai mpaga tunda hata siku moja. Sasa bidada leo hii anaondoka zake asubuhi bila kumwaga hata mshikaji. Mshikaji akamuuliza mbona unaondoka hata pasipo kuniaga? Bidada akasema samani, nawahi mara moja lectures, unajua tena nawahi chuo bwana. Bidada akanajichenga pale, yani amekuwa na mabadiliko. Kumbe bwana lecture yenyewe alikuwa amewahi kuja kuzagamliwa huko. Mwana akamwambia nimekutafuna wewe ni mzuri, wewe ni mrembo, afu hujashiriki kumbe tendo la ndoa. Bidada akasema ndio, mimi sijawahi shiriki. Sasa leo hii mshikaji anataka kumpatia zawadi, anataka kumvisha pete. Akasema sikia, nimekuja na surprise sawa nataka nikuvishe pete ya uchumba. Si unajua tena. Basi Msela akataka kumvisha pale, lakini rafiki yake Helena akawa ameminya pua Time hizo na mshikaji naye anakuja hapa wa kumtaga Romeo. Sasa Romeo akasema mpenzi, sikia nimekuja na zawadi hii, funguo ya gari. Unaambiwa kwamba pale bidada akamwacha mshikaji yani. Akamwambia sikia mpenzi, chukua hii funguo ya gari sawa. Ujue mimi nakupenda. Mwana kana shangaa tu pale. Nini kinatokea Sasa uwezi amini. Yaani bidada Jamaima pamoja na Maliki kumtendea mema akaweza kumchagua mshikaji, na moja kwa moja anaenda kuishi na mshikaji na anamwacha jamaa na kagari kake ambako aliuza kwa ajili ya kulipia ada. Msela anarudi mageto analia tu. Msela analia, ana cha kufanya kwa sasa. Unaambiwa kwamba jamaa aliweza kulia vibaya mno. Jamaa aliweza kuumia, maskini ya Mungu. Siku zikawa zinapita, tayari maisha kwa Jamaima yamekuwa ni mazuri tu, yamekuwa mtelemko. Na Helena akasema muona sasa tunaishi maisha mtelemko. Muona mambo yanaenda sawa tu kama kawaida tuna enjoy, tunakula bata. Muona sasa nilikwambia wanaume wenye pesa achana nao. Yaani dakika 2 tu wanakubadilisha. Wewe mwenyewe umeshabadilika. Nashukuru sana Helena. Basi jamaa ndo tayari ameshaoa jiko. Yaani amefanya kama ni mke wake tayari Jamaima. Unaambiwa kwamba leo mshikaje akanamwambia kuwa kuna mfanyakazi anakuja kuomba kazi. Sasa mfanyakazi mwenyewe alikuwa ni nani? Bidada kumcheki ni Cynthia. Ni yule mtoto wa mamake wa kambo aliyekuwa akimtesa, afu na bonge la begi. Cynthia kuweza kuamini kumuona dada yake Jamaima, dada yake wa kambo. Akasema dada Jamaima,
Usiniite dada, mimi sio dada yako. Wewe unaniona mimi dada yako? Cynthia kuamini. Nini kimekuleta hapa? Basi Cynthia akasema, yani hapo naponiona mamangu alishafariki mwaka wa kwanza ulioondokaga tu mama kafariki na nikafilisika. Yani sina hata pesa, sina kwa kwenda, kwa nimekuja hapa kuomba kazi na mume wako ameniambia kuna kazi. Basi akamsikitikia akamwambia sawa, kazi umepata. Kwa unataka kazi haina shida. Utafanya kazi tu kwa amani, jisikie huru, jisikie uko nyumbani. Akamkaribisha vizuri tu. Na akamwambia sikia, kwenye kulala utakuwa unalala hapo kwenye kochi. Akasema sawa, popote pale mimi nitalala. Basi Cynthia yeye alikuwa na roho nzuri kinoma noma. Akamwambia sawa, na sasa hivi nitakiwa uanze kazi muda huu, sawa? Hakikisha unanipikia chakula kwa wakati, na mume wangu hakikisha unampikia kwa wakati, sawa? Na usipofanya hivyo, haya madam, sawa, haina shida. Alafu si unaniita dada, mimi sio dada yako, sawa? Mimi sio ndugu yako kabisa. Umeona sasa ndo hapa tunapokuja kugundua kuwa pata uone tabia za mtu. Mzigo na tudondosha upande wa pili huku. Sasa tunakuja kugundua kumbe huyu mshikaji Mark kumbe ni mtoto wa tajiri mkubwa sana hapa Lagos. Noma sana. Huyu mwana alijifanya maskini ili ampate mke bora Sasa leo asubuhi amekurupuka anaenda zake kazini. Huku na kwa asubuhi anakuja kuamsha. Wewe umelala mpaka sasa hivi, nilikwambia kuamka saa ngapi? Nilikwambia saa ngapi na sasa hivi saa ngapi? Sasa hivi saa moja. Saa moja nilikwambia kuamka ni saa 10 kamili usiku. Sasa unaamka saa moja na penyewe ulikuja amka. Sasa sikia, leo nitakunyosha. Unaambiwa kwamba akaanza kumtesa kama mama yake alivyokuwa akimtesa. Lazima nikunyoshe. Unaambiwa alimtesa kinoma noma. Sasa huku barabarani unaambiwa kwamba kuna huyu mshikaji akaweza kumgonga bidada. Amemgonga nani? Cynthia Sasa ni yule mshikaji ambaye akumuitaga Mark. Kabidi amkimbize hospitalini mara moja. Na wakamwaisha huko hospitalini ili awe vizuri. Unaambiwa jamaa ana roho ngumu moja kwa moja akamuingiza kwenye ndinga na akaenda kumfanyia matibabu ya dharura. Baada ya hapo anagundulika kuwa yuko safi tu na anarudishwa. Akasema asante sana bosi wangu, nashukuru. Basi msela akamwambia kama vipi, ngoja nikupatie kiasi cha pesa. Akaweza kumpatia kiasi cha pesa pale. Sasa huku rafiki yake Elena akamwambia hebu muulize huyo dada wako wa kazi ametokea wapi. Basi unaambia kwamba Jamaima akamwambia umetokea wapi? Sasa wewe vipi, mbona unatembea kama vile umetoka kunyanduliwa? Umetoka wapi? Sasa Elena akasema achana naye bwana. Sasa time hizi hapo naambiwa mshikaji amemtembelea tena. Bidada akamwambia nashukuru sana kwa msaada wako. Mwana akawa anamtembelea mpaka bidada pale alipopona. Sasa bidada akawa anamshukuru sana. Muda huo ametoka kuja Jamaima kaita Cynthia, uko wapi Cynthia? Cynthia. Nimesikia naitwa huko. Ndio naitwa. Ngoja niende mara moja. Lakini njoo tumalizie kuongea. Hapana. Inaonyesha kabisa huko ndani kuna taharuki. Akasema mbona wewe anakimbia hivi? Kweli kuko salama huko? Haya bwana. Ndio huwa anakuja Cynthia sasa. Akamwambia huyu atanitambua. Cynthia ulikuwa wapi? Nilikuwa hapo nje mara moja. Ulikuwa nje? Ina maana muda wote nimekwambia unipikie unakuwa nje. Naomba tu nisamee. Hebu sikia, chuma chini hapo. Chuma chini nimekwambia. Chuma chini, unataka kunisikia? Fanya haraka. Haya sasa sikia. Adhabu yako kama alivyokuwa ananipa mama. Pumbavu. Anataka kuomba msamaha Lambo Sasa ile adhabu aliyokuwa anapewa ndio hiyo. Mwana anafika hapa anamuuliza, "Wewe nini? Kuna nini kinaendelea? Hebu ngoja nikaongea naye." Simama, ngoja nikaongea naye. Akasema ni mke wako bwana, alikuwa amenipigisha magoti. Basi msela anamfuata kwa chumbani. Anamuuliza, "Nini na dada wa kazi umemfanyia hivyo? Kwa nini umemfanyia hivyo?" Bidada akasema hayakuhusu bwana, wewe ni wa kiume bwana. Yule ni dada wa kazi na mimi wewe, yani hayakuhusu kabisa, sawa? Hivi mimi nikwambia kuwa mama yake alikuwa ananitesa, utokaa ukaamini. Mwana akasema ni mama yake. Sasa huyu ni ndo mama yake. Basi bwana, siku zikawa zinapita, unaambiwa leo kuna ugeni unakuja humu. Sasa ni nani? Kumbe mshikaji bwana alikuwa na mwanamke. Mwanamke huyo alikuwa Marekani. Akasema sikia, nimekuja kwenye nyumba yangu na niuliza nani? Yuko wapi huyo? Basi akawa anashuka hapo mshikaji. Muda huu unaambiwa kwamba mshikaji anakuja kuamlia ugomvi mkubwa. Sasa bidada akasema yani nilimpa majengo mawili yote ameuza na hili nibaki jengo hili, sikia. Sasa ameamua kuoa kisa mimi niko Marekani. Bidada akasema kumbe mshikaji ana mke? Ndio, mke wake ni mimi, tena ni sio halali, alinioa kitapeli tu na kuanzia sasa nimeachana naye. Na hata hivyo namfukuza huko ndani, wote muondoke. Kwa bidada anaenda zake. Akasema ndio, huyu ndo mwenye mali. Bidada akasema mbona kuniambia? Wewe mshenzi, nilikuwa tunakula wote bata. Huyu mshikaji anafanana na yule jamaa anayeigiza kwa baba Asuma pale, anayeigiza na Leila pale ambaye ndo mume wake yule. Sasa bidada ikabidi afukuzwe
Oya, baada ya kufukuzwa unaambiwa kwamba kaa analia na ana kwa kwenda. Wakati anapita mtaani huku, kuna renji moja kaiona mbele pale inakuja. Ili kuitazama vizuri renji, sasa mshikaji aliyekuwa akiendesha ni yule jamaa ambaye alimsaidiaga miaka ya nyuma. Anakuja kushtuka, kumbe ndio ngoja kwanza. Ili kuangalia, kumbe akai mbali na hapo aisee. Sasa moja kwa moja anakimbia. Sasa nagundua kuwa ni yule mshikaji ambaye alikuwa mpenzi wake. Mpenzi, hii gari ya mpenzi wangu. Mliza akasema nini? Sasa jamaa akashuka pale afu yuko na Cynthia aisee. Mwisho wa siku Cynthia ameolewa na mshikaji. Sasa bidada anapiga goti aisee. Nimeweza kufukuzwa. Naomba nisaidie. Eti Malki, tafadhali naomba nivishe ile pete. Malki akacheka kweli kweli. Malki, naomba nivishe. Malki akasema, sikia, kipindi mimi niko na wewe ulinizalau, nilikuvisha pete ukaniona maskini. Kwa hiyo nini? Sikia, hata huyo mke wake ni mimi nilimleta baada ya kugundua kuwa mume wake anaamua kutoka na wewe. Basi akana mwambia mlinzi, oya mfukuzeni huyo. Mwisho wa siku naambiwa kwamba bidada nafukuzwa. Wewe Cynthia, mdogo wangu Cynthia, Cynthia. Hakuna cha Cynthia, toka nje shenzi wewe. Geti likafungwa pale. Alafu mwisho wa siku mzigo naishia hapa. Oya, tuandikie kupitia comment hapo. Wewe umejifunza nini kupitia hii filamu? Tell story wako. Naitwa DJ Panado na hii hapa inaitwa 7 Flix Recap. Kama unataka kutangaza biashara nasi, tutafute kupitia namba 0754211152. Oya, nikwambie tu, huu ni mwanzo na tutakuwa tukikuletea burudani za kutosha. Usicheze na sisi mbali. Bye.